what you doing can be receiving. Kuvuna usichokipanda, thanks God is forgiven. Yetu sikuwa na umeme wala kebo, hizi moja t-shirt na yepo, iti leo na miliki lebo, lebo konde gang lebo. Siku zote kisichokuwa kitakufanya uwe ngangali, hata mwanga uwezi kumjua, so ishi nao kwa tahadhari. Timu Owicha Komedia hivi katika kipindi kyake kya The Storybook, ni kipindi kya kundi Owicha Komedia, Group Theatral Owicha Komedia, GTOC kwa kifupi. Leo tunakujia na mchezo wetu wa episode ya kwanza katika albumu ya Agizo la Mama. Agizo la Mama ni mchezo unaoandaliwa na timu la Owicha Komedia na ambayo tunaenda katika episode ya kwanza ya hivi leo, tukiwa ni tarehe 8 mwezi Agosti mwaka wa 2023. Agizo la Mama ni historia ambayo iliweza kutengenezwa na kundi la Owicha Komedia wakati kulikuwepo na familia moja ambayo mwanzo tunaanzia historia pale mama yao alipofariki akatoa agizo kwa yule ambaye anakuwa ni mkuu wa familia kijana kuweza kumlinda mdogo yake. Familia iliendelea kuwahudumia kama ipaswavyo mpaka yule kaka mkuu akawa na mke. Leo historia na ianzia mbali kabisa. Owicha Komedia, The Storybook. Pole mama, pole. Sijali. Unajua nini mwanangu? Hapa nipo kwenye hatua zangu za mwisho. Usiseme hivyo mama, tuna haja yako tena mama, usiseme hivyo. Najua ni sio rahisi kuelewa, lakini itabidi. Michael. Ndio mama, nakusikia. Wewe ndo mkubwa. Yaani uangalizi wa mdogo wako ni mikononi mwako mwanangu. Alex ni kaka yangu mama. Hivi mama, ukituacha tutabaki na nani? Sijali. Mchezo nikawacha, lakini niko pamoja na nyinyi wanangu. Mama, lakini unaongea kama utafariki. Nani shasema utakufa mama? Tutakuwa tuko nawe hapa. Najua wanangu, lakini inabidi niwaambie tu. Sikiliza. Mdogo wako mjali sana, muangalie kama mboni ya jicho lako. Mama, ngoja nikuchukulie maji ya kunywa, maana kama vile ni sawa, nikuchukulie maji ya kunywa. Nakuja mama. Sawa. Kaka Alex. Tunge mama nakuja. Niko nachunga. Sikilize kakako. Ndio mama. Sikilize kakako. Ndio tutasema hapa tuna tutaishi maisha salama. Mama. Oh my God. Mama. Amka mama. Alex, mama kuja kwa nini? Mama amka. Alex, kuna nini? Mama. Mama, amka, kuna nini mama? Kuna nini mama? Una hivi na kioma kwenda haraka. Mama, kama tuna haja yako mama, unaenda wapi mama? Wanangu. Ndio auntie. Unajua kwa sasa ukitia magumu. Umeelewa hiyo auntie? Sawa. Najua umepitia mengi na inabidi kushikamana mkono. Mama yenu alikuwa mtu mzuri, mwiga tabia ya mama yenu. Hata kabla kifo ya mama, kitu ambacho tunatuelezea
Hivi ndivyo tu mama tuambie. Michael. Ya, Anje nakusikia. Wewe ndo mkubwa kwa sasa. Inabidi uwe na mke. Lakini shangazi mwanamke Kwa juma zangu alivyosema wifi hapa naona kama umesema vizuri. Sababu mama yenu amefariki. Najua utakuwa na tatizo sana sababu kuna kazi nyingi sana za nyumbani. Inabidi Mike sababu ndio mkubwa tafute mwanamke ambaye atachunga ndugu yako na wewe pia uchunge. Kwanza nasema shukrani sana kwa rafiki yenu hapa ambao anapenda sijui rafiki Alex ambao alikuwa tunapenda sana na sio tu kwa sababu rafiki sijui kitu fulani lakini inabidi muwe pamoja katika mambo yote uchangie mawazo fulani pamoja. Ndio hivyo wangu. Asante. Mike nadhani kuwa jambo la shangazi utalifanyia kazi. Ango, kwani umesema wewe na shangazi amesema, nafikiri nitafikiria zaidi. Nafikiri majibu yalikuwa mwafaka nitawapea majibu. Mnajua inabidi sasa mchukuliane uangalifu nyinyi kwa nyinyi. Sawa? Na nafikiri hivi ni kweli kaka, utafute mwanamke ambao utaishi naye hapa na sijui ndio atatusaidia kimaisha. Lakini hata basi unaweza kuoa bwana, simekuwa dume limekomaa sasa. Kaka mimi kuoa bado sababu mimi mdogo bado. Acha wana hapa kuna mambo ya udogo wakati umekuwa. Basi nafikiri kwangu na kuahidi mimi nitafikiria kuhusu hilo. Sawa. Asante. Wanangu. Mimi nawaacha kwanza kwa sasa. Karibu tena nyumbani. Sawa. Karibu tena aje. Sawa. Asante. Mwanangu, najiachia pia. Basi karibu tena. Okay. Naomba imani nifuate. Ngoja tuje kuchukua siku nyingine bwana. Haya. Asante. Kaka Michael. Ya, Mimi naona niishie pia. upi unaondoka? Yaani mpaka wazi tubaki mtupu hivi. Kuna vitu nafuatilia nyumbani. Mama ameniita. Ungebaki nilikuwa tutabaki na Alex bwana msiti kwa basi. Tutakuja baadaye. Tubaki. Kaka Alex. Nakuja sija. Basi nipe mwenzangu mkuu bwana. Haya. Kaka Mike nakuja. Okay. Kaka Simon. Nashukuru sana kwa ujio wako. Ndugu yangu ndio hivyo bwana. Haya. Nashukuru sana kwa sababu mjomba ameambia kaka Mike kuwa amtafutie mwanamke ambaye atatuchunga sisi. Wanamwambia wataleta Dubai. Alafu wewe unakataa, wewe ndio ungesema uoe ama una demu? Mimi bado niona nitasaidia maisha mpuzi. Mbona fikiri kuoa ndio kuteseka maisha? Ukiwa na mpenzi nyumbani, unatafutiwa sijui vitu vya kutoka saluni uende kila siku. Kwanza kwa na mke ndo raha. Nakwambia utajua mwenyewe. Unakataa kuoa, wewe mtu una Monica, una Angela, sijui una nani, una wote. Kaka Monica, Angela ni watu ambao tunaishi nao kwa kufurahisha maisha tu. Lakini ukiwa na demu nyumbani ama mpenzi nyumbani, unampambana ili utafute maisha. Sijui nafikiri hao wainje pia wanakula pesa kama hujui. Hawakuli pesa kama wao wanaoishi nao nyumbani. Kwa sababu huyo nyumbani atafute hela ya kusuka nywele, saluni aende kila siku, watoto pia. Haya. Kwani hutaki ni wewe? Kaka sikuja hapa kusikiliza upuzi wako, naondoka nyumbani. Haya, tutaonana siku nyingine. Lakini kuna siku utakumbuka haya mambo nakwambia. Kaka sio, nafurahi. Haya kaka, tutaonana siku nyingine, nafurahi. Haya, wewe salama. Lakini ukifikiria bali kuhusu hilo. Haya kaka, naondoka, nafurahi sana. Wewe salama. Haya. Lakini ufikiria mambo nakwambia. Nafikiria mpuzi. Haya. Karibu. Wenda. Za siku. Safi. Ndani unajiponda tu. Sasa hivi. Poa tu. Hapa kuko sawa. Mwenye hata kupigia simu pigi simu 3 leo. Enyo acha tu. Kama sikupigia simu, usijani kama sijakumisi. Nimekumisi kweli. Yaani toka hiyo siku ulikuwa hapo kwenye msiba wa mama. Kisha leo sijakuona kabisa. Kweli. Na hizo pia nimekumisi sana. Yaani una mambo amenileta ni kabla ya kifo cha mama pale, kuna mama alikuja kutokea. Nilikuwa nakwambia sasa familia imeniomba kuwa na mke. Nikajaribu kufikiria
kwani mimi nitaoa nani? Najua na mtu tu mmoja ambaye ni Onyeka. Kama kusema basi kama pengine utanikubalia tuweze tu si nimeelewa. Baby, mbona wewe jambo la furaha tu? Kweli eh? Mimi nafurahia. Unajua kuolewa? Hiyo nashukuru sana. Najua nilikuwa najiuliza unaona watu wanakuwa wanasema eti siko tayari kuolewa labda vitu sana. Kwa nafikiri pengine utakuwa miongoni mwa wale ambao wako tayari kuolewa bana. Hamna, mimi nipo tayari na moyo wangu wote. Nashukuru kwa hilo. Asante. Mama yupo? Mama ametoka kidogo. Yeah. Lakini itabidi mimi nikuache. Okay. Hapo itabidi nikuache, labda tutakuja kuonana, niende kuongea na Angu alafu nijue niwape ripoti, tutakuja kufanya mambo mengine. Okay, basi ngoja nikusindikize. Asante sana. Ndio kuna safari kuja kuondoka hapo hapa. Kwa hiyo unasikia choka. Najua, basi nimefurahi kuja kuniona. Asante sana. Niache kuja kutazama vitu vilivyokuwa kawaida. Asante. Okay. Oh my God. Uko ndani? Nipo ndani. Pesa poa. Ulikuwa ni hapo nina haraka, umeona hapo kama nimeloa plan na haraka. Sasa nimekuja kuaga mimi na picha, alafu sababu hiyo miogo weka kwenye moto. Naiweka, unajua. Itosha maharagwe imeiva, ilikuwa iko ndani, sijui umeangalia ni maharagwe iko ndani imeiva au unakaanga tunaweka kwenye miogo tule bwana. Kama kawaida sio ndio? Kidume. Wanawake hapa. Wewe unapiga. Wewe usiona maana nafikiri hauna juma mbili hapa ama mwezi mmoja. Umekimbia, mwanamke amekukimbia. Acha mambo na kuji bwana. Niko hapa kaka. Asante. Utakuta kila kitu tayari. Okay. Kaka Mike vipi? Unaje? Unaenda wapi sasa hivi? Mimi naenda kumtazama mtu mmoja hapa. Wewe utakuwa mdevu utakuja ukate mstari bwana. Mimi nakimbia hapo mbele bwana. Haya, unaenda kumuona rafiki yako Alex? Alex, nimemwacha nyumbani pale. Yuko pale? Yupo. Haya namkuta. Asante. सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न तुम्हारा क्या कर रहा है कुछ होता है hapo ndo nakuanga nakupa maziva enda mkumbuka Sharukani hapo alipokuwa anatikisa kweli kama umeipenda sana alafu na sauti nzuri. Unaona leo nafurahi. Yaani unaona maana wewe leo furaha yako ndio umeniroga nayo nimeamka. Hapo nilisikia kama unataka. Andi nimekuja. Kuna habari nimekuja nimekuletea. Ni kuhusu ile kutoka Mwananyambaga. Nilikuwa na rafiki anaitwa Esther. Na isitoshe nimeenda tumeongea. Anasema yuko tayari kuitwa mke wa Mike. Unajua nini? Yaani hapa na furaha. Basi nimekuja nikisema niende kwanza nimpe taarifa. Kwa hiyo hapo naondoka mazima. Leta kimwana wewe. Anatisha. Mwanamke nakwambia ana kila kitu. Kimwana. Mimi nitachelewa. Nafikiri pia kuletea taarifa siku mkipata muda tuende nyumbani tupange tukutane naye. Yaani nakwambia nitakuja mwenyewe hiyo pilau nitaipika mwenyewe. Nakwambia. Hiyo siku nitakata rumba. Basi ndio mwingine. Wewe nisalimie kaka. Unasikia? Bora sikia niwaambie. Poa. Leo na furaha. Yaani hapa tekeza wewe. Hii nyimbo ya Sharukani nakwambia hiyo. Kuchi hata hiyo siku. Itakuwa balaa. Umepita
vipi? Sasa hivi poa. Umejenga ndugu gani? Nimevipi za nyumbani huko? Nimejazia sasa, ndio nataka kusema wewe vipi bwana? Angu alafu wewe unarudi kijana au unakuja kukoma? Hamna, unajua siku hizi yani mihogo hiyo. Angu inabidi na wewe nikupe tena shauri. Na wewe pia uwe na mke. Kama ameshaenda. Siwezi bwana. Hawezi. Siwezi. Unajua tulileta nini habari njema? Habari gani? Wakati wa msiba mama uliambia nini? Nakumbuka sema kwa utafuta mwanamke ambaye utaishi naye. Wewe unafikiri nimekuja na habari gani? Sijui. Hebu fikiria. Nimepata mtu. Hiyo yangu, yani nimekuja kutaarifu kwamba nimepata sasa. Hongera sana. Kwa na rafiki anaitwa Esther. Nilipoongea naye akasema yuko tayari na sijui. Nimetoka kumuona Auntie ameongea naye. Nini? Anasema nyinyi ndio mtakaa naye mpate siku alafu mje nyumbani. Sasa hapo natoka nakimbia kwa Andy yako na kuona Andy. Asante sana Ango. Alafu bibi Alex yuko nyumbani. Alex yuko salama. Nimemwacha huko na rafiki yake. Kwani nimekutana na rafiki yake njiani amesema anaenda nyumbani. Rafiki sasa hizo atakuwa huko nyumbani. Nakukujia ni wakuti. Ngoja nikuache kwanza. Wewe unasema unamfuata Andy? Unamfuata Andy kwanza. Wewe unamfuata Andy kwanza. Mpe nani? Salamu. Ndio inabidi utafute mwanamke mwingine. Hamna haja kuuliza wewe. Shemeji, kama nilivyokuambia, mtoto ameshakuwa sasa, akapata mke, jambo jema. Hiyo poa sasa. Lakini kitu ambacho nabaki mimi na wewe tunafanyaje? Tupate mahali tupeleke kwa wao. Unajua baba hao watoto alikuwa uhai wake, yani kakaangu mimi. Unajua aliwahi niachia jukumu la watoto wake kuoa. So mimi ndo baba nitashughulika na wanangu. Alafu hivi yupo tu. Yaani tutaarrange tu anaitu fulani kama hiyo nguo shiti ambayo tabaaga sisi. Usijali, unajua nini? Wewe ni upande wa mama na mimi ni upande wa baba. Yaani si familia tumetosha. Hao watoto wetu wasiwe na stress. Inabidi tuwafanyie kitu ambacho kitawafurahisha. Okay. Unaonaje? Baba wa kike na. Haina shida bwana. Okay. Naondoka kwanza kidogo. Niko kidogo, nene niandae siku fulani. Hiyo siku tiki nikiwa tayari. Hiyo siku ni kucelebrate. Yaani hiyo siku. Nakwenda kidogo. Mshikamano ni mambo mengi wewe. Wewe unajua. Nakwenda kidogo. Sawa. Kwa heri. Sawa. Kaka, tumekaa hapa muda mrefu sana. Lakini napendelea twende kumtazama kaka Yusuf. Siku nyingi hatufiki hapa. Unajua wakati tunafika pale tunaangalia vitu vitamu. Tena kama juzi. Kama juzi. Unajua? Haya. Kazi zetu. Tuanze. Kama inaweza katomboka kurudi jioni. Wewe unatomboka. Unajua nimeshadai kila kitu. Tuko tayari. Piskari. Ngoja. Bili. Samani dada. Hata samani. So beautiful and dada unangaa kama malaika. Asante. Dada natazama tu moyo wangu yamepeta peta na sipo fresh hapa nilipo. Natamani tu nikwambie. Wewe, unajua kama mimi shemeji yako? Shemeji yangu? Kivipi? Wewe si mdogo wake na Mike? Kwa nini wewe ndo unaandaa kuja nyumbani? Yeah. Nisame sikujua, sikuwa najua. Okay, haina shida, ila mimi naondoka. Ndio. Wewe. Umeanza kutongoza wanawake paka shemeji yako. Nilikuwa najua. Jamani. Penda wanawake sio vizuri ndugu wangu. Shemeji ana mrembo. Kaka amemukia. Unamuonaje? Kaka amemukia. Wifi? Naona kama ndo umepita vizuri sana. Yaani niko fresh sana, yani nafurahi sana sababu mwanangu amepata tayari mtu ambaye atakuwa akimlinda. Ndio hilo ninashukuru sana guys. Alafu muona mtu mmoja ambaye nitakwambia. Ndio kila mara kuwa mwanamke ni kama mtoto nyumbani. Yaani usifuatilie mambo yake sana, yani muwe tayari, yani muwe mkishauriana muda fulani, mnaongea tu vitu kama sawa. Lakini nadhani kuwa vitu vyote ambavyo tulitimizia siku ya ndoa
tumeweka tayari kabisa. Hamna tena kusema fulani tunabaki na mkopo hamna. Yaani hamna tena cha mkopo ni hamna. Hadi nashukuru kwa hiyo kabisa. Angu nashukuru sana. Yaani umefanya kazi nzuri. Ndio. Unajua nini? Maisha ni maelewano na uvumilivu. Sawa? Ndio. Ya muhimu ni upendo. Unajua sisi tumeenda kwa kukomaa. Nyinyi ndio wa kutuchunga sisi. Ndio. Na tutafurahi zaidi tukiwaona miaka mnazeekana mkiwa pamoja, ni jambo jema. Yaani hadi kuhusu hilo usiwe na mashaka sana. Mimi na mkangu kweli tutakupenda najua pale. Lakini mtoto wa watu mkomaze kwa mnaadi. Ango. Nashukuru sana kwa kila kitu kweli. Nashukuru maana ndio imefika salama. Tutashukuru wangu saizi kwa nyumbani. Na mimi niwe hivyo bwana, maana bado ni wake bwana. Okay. Watu mpe salamu kwanza. Haya, nimewacha na Alex pale wanafurahia kabisa maisha. Okay. Msalimie kimwana. Anasikia wale wangu msalimie. Anasikia. Jamaa amekuwa na furaha sana. Sasa unaona hata uso wake umenyooka, sio kama zamani. Mimi nimeshangaa sana kwa sababu mimi sijapata mwanamke. Lakini ngoja nioe mimi. Unaona umloko huo bado unazubaa. Wifi? Yeah. Naondoka kidogo kwanza. Sawa. Asante. Okay. Salimia familia. Nimegani bosi na. Majirani, marafiki. Okay. Yeah. Action. Asante kwa hii soda. Ngoja nifungue. रात भर जागे और जगाए, ये चलाए किसी पे जादू, धड़कन किसी की बढ़ाए. Ngoja ni. Yaani unamaliza kwa mara moja? Hiyo ngoja nijaribu. Shemeji kwa mara moja. Pia naweza hiyo. Kwa mara moja namaliza. Anasema mara moja. Wewe sio kama mimi. Go go go. Nimeona poa. Mkali wewe. Mafundi. Leo mzazi kutumia vitu hivi. Tumetumia hata vipi? Unajua chini sheu, masheu tumetumia. Kweli. Jamani leo tunafungia Kaka, natapenda nataka nikwambie. Njoo nikwambie shemeji asikie. Wewe pia mng'aa. Kwanza leo mimi sioshe vyombo. Kawaida yako. Yaani wananunulia soda Yeah. Alafu mimi mmeniima Mimi sijakuima nitakuwekea tu. Ina maana hapo bwana. Mimi nitasema kama mgani. Asante. Kaka nataka kuwekea lakini kaona shemeji hawezi kukuima. Sio kwa mali Lazima tu akuwekee. Kaka Simon. Yeah. Umekuja kushitazama. Niko hapa kabisa na ndugu yangu Alex na shemeji yetu, tuko hapa tunafurahi. Basi karibu tena bwana. Mwenjoe tu maisha bwana. Na shemeji hapa. Na ametupigia vitu vitamu. Tumekula vitu na kaka mimi naona tunatoka mimi na jango hapo tunaondoka. Naondoka. Naona tuache kidogo. Na mimi. Acha kujua. Huko ni ulimwengu mpya kaka. Yaani ipo kusali ya mwisho. Tajua mwisho. Tunaondoka. Asa naipa familia na kwenda furaha. Hii ndio wanaitaga mwanamke mzuri. Mwanamke mbaya. Asante sana. Ndio unapata sana furaha kaka yangu Ale. Unajua yule alikuwa na stress za kitu cha mama. Na wakati tumeingia kama mama hajafariki sana isikia familia ilikuwa na furaha kabisa, nashukuru kwa hilo. Asante. Mimi nafikiri tunatoka kwenye choka kwenye kinyonge sijui. Show tuondoke twende town pamoja. Ngoja nikuandalie maji. Asante. Nafikiri kwa hilo agizo la mama na kijana kakangu Alex ajisikia furaha huko ndani bwana. Agizo la mama kule ulipo inabidi Mungu aendelee kukujalia kwa hilo. ये मोहब्बत का है दीवाना आके इसमें फिर तुम न जाना हो. Shemeji uko nani? Niko ndani.
shemeji? Mbona kama una adabu? Shemeji wewe, sina kukuharibisha tu. Lakini shemeji, kusema kweli kuna vitu vinabanana unajua. Na nikuta wewe mzuri kwanza, jua wewe mzuri. Na umekamilika kabisa. Na mtu unajua kwenye masuala ya mapenzi kwanza umempenda kama. Nampenda. Lakini sio kama peke yake unaweza kumpenda. Hata unaweza kupenda watu wengine. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Namaanisha najua mapenzi huwa yanachangiana kidogo. Shemeji, sikio lako wewe. Wewe unajitolea mwenyewe. Shemeji kwa chumbani mwangu. Okay. Mimi nipo hapa. Haya. Ashikana ye dil, ashikana ye dil. Na shemeji naye manja mambo gani haya? Yaani siku hizi haeleweki. Yaani anaongea vitu kama fumbo hivi simuelewi. Shemeji huyu. Yaani shemeji huyu ni mzuri kweli. Anaonekana mjanja kumpita hata kaka yake. Itabidi nimpate chumbani. Samahani shemeji, naomba mara moja. Kulikoni tena? Hamna, wewe njoo kwanza. Haya. Shemeji, kwa mlango wako tuende tukaongelee sebeni. Ongea? Twende. Hivi shemeji. Shemeji, kwani ulipokuwa unaongea sasa hivi ulikuwa unamaanisha nini? Nilikuwa naongea vitu vya maneno tu za kawaida. Shemeji, usinifiche, ongea ukweli. Acha nimeje niongee ukweli kwa sababu hii ni nafasi, napata fursa leo. Ili kama shemeji, kusema ukweli, tangu mwanzo kipindi tulikutana nilivutiwa na urembo wako. Na nimetokea kupenda. Hivi haukopi kaka yako? Mambo ya kaka tena yanatokea wapi? Okay. Shemeji, njoo kaiko karibu yangu. Hamna tatizo. Shemeji, unajua hata mimi pia nakupendaga. Kweli? Nakupendaga sana. Nakupenda kupita hilo kaka yako. Lakini wewe siri yetu nakuomba. Hebu leta wapi mkono wako ugusi hapa. Shemeji, tutakuja kunioa shemeji. Yesu! Mali! Samahani mama. Samahani. Nikushukuru mwenzangu kujiunga nami mwanzo mpaka mwisho wa hiki kipindi. Group Theatral Owicha Comedia. Owicha Comedia ni kundi ya MOVE, ima ya waigizaji wa michezo ya MOVE maarufu theatre katika manuspo ya Owicha, wanaotengeneza video zinazoendelea kuvuma katika jamii na kuifunja jamii. Namba zetu tupigie kunako 0990 10 92 42 09 90 10 92 42. Vodacom 082 76 39 375. Fuatilia account ya Owicha Comedia kwenye YouTube, andika Mikaele Muhindo Kavukule. Mchezo wa leo umeweza kuandaliwa na timu la Owicha Comedia. Basi tukutane tena siku nyingine ijayo katika episode ya pili ya huu mchezo unaoitwa Agizo la Mama. Owicha Comedia. The Storybook. Walo kwa wanangu wa kita, nyie ndo mnanunua CD. True love kwa wanaki wa Insta, mnafanya niongeze bidii. We love kwa master na lita, mlinifanya hasira zizidi. Oh love, njia ngumu nilizopita, mkanipa na jina, mkasema niitwe Konde Boy Jeshi. Na siku hizi wananiita tembo Jeshi. Hata we ni jeshi, yani kama una pigo za kirembo ni jeshi. Konde Boy Jeshi, yani wanangu wananiita tembo Jeshi. No. Hata we ni jeshi, yani
niongeze, niongeze, niongeze,